Baba yetu Yesu Kristo apewe sifa tena. Kwa majina naitwa Consolata Francis, nimeokoka na baba yetu Yesu Kristo amekuwa mwokozi wa maisha yangu. Na mimi huwa nahubiri habari njema ya nyakati hizi za mwisho. So, naombeni wa Kenya ambao mnanitazama na mtu yoyote ambaye ananitazama hata nje ya Kenya, utakapokutana na ujumbe wangu, naomba ukapate kushare na watu wengi wakapate kujua habari njema ama the good news. Naomba ukapate kushare kwa marafiki, kwa majirani, kwa ndugu na jamaa, ili ukaweze kuwaokoa watu na moto mkali wa jehanamu, kwa maana siku zinakaribia. Naombeni Wakenya wenzangu mkapate kutubu na kujiweka tayari siku zote, kwa maana baba yetu Yesu Kristo ako karibu kurudi kwa mara ya pili. Je, atakaporudi, kwa maana maandiko yanasema hakuna ajuaye siku wala saa, atakupata mtu wa aina gani? Najua watu wengi wanajua ya kwamba watu wanafaa waishi maisha mazuri, lakini bado hawajaamua kubadilika. So sasa ni wakati wa kuamua kubadilika, na wala sio kesho, ni leo. Usiseme nitaokoka kesho ama kesho kutwa. Sasa ni wakati wa kuokoka na kuacha tamaa zote za dunia, kwa maana dhiki zinakuja ulimwenguni na dhiki zinakuja ulimwenguni ili ukapate kuokolewa. Yule ambaye atapata jina lake limeandikwa katika kitabu cha uzima wa milele ndio ataweza kuokolewa. Jiulize, je, nimeandikwa katika kitabu cha uzima wa milele? Naomba ukapate kuacha dhambi na kuishi maisha mazuri, ili dhiki zikikuja baba yetu Yesu Kristo akapate kukuokoa na kukuepusha na majaribu, kwa maana kila mmoja lazima ataweza kujaribiwa. Utakapopitia jaribu la aina yoyote, naomba usiache kuomba na uendelee kuwa mwaminifu na uvumilie. Usikubali shetani akuangushe kwa kukumaliza ama kukuua, bali ukue strong na baba yetu Yesu Kristo ataweza kukusaidia katika jaribu lako. So mimi leo ningependa kuzidi kuwafichulia siri za makanisa, siri za makanisa, na mtambue siri hizi za waabudu shetani ambao ni manabii wa uongo. Kwa maana mimi nimekuwa nikitembelea makanisa nikihubiri habari njema, na kiukweli nimetembelea makanisa mengi ya Mombasa na makanisa mengi ni ya manabii hawa wa uongo. So labda unaweza kuwa ukijiuliza, nitajuaje kanisa ambalo ninaabudu ni la shetani? Sasa ni wakati wa kufunguka macho, kwa maana baba yetu Yesu Kristo aliweza kunichagua ili nikapate kukufungua wewe macho, ili ukaweze kuwa na imani. Kwa maana hawa watu manabii wa uongo, kwa maana wanatumia nguvu za giza, watakapotambua ya kwamba umeanza kujua siri zao, ni rahisi sana kukuangamiza. Hapo mbeleni mimi nilikuwa naogopa nikiingia katika makanisa yao, lakini baba yetu Yesu Kristo amenipatia imani ya kutosha, na naweza tembelea makanisa yao na hawawezi nifanya chochote, kwa maana aliye ndani yangu ni mkuu kuliko aliye ndani yao. Baba yetu Yesu Kristo ako na uwezo, na msiweze kuogopa na msiweze kuacha kwenda kanisani. Lakini utakaposikia hiyo kanisa moja maybe wameanza kukuchochea ama kuna uchochezi wa aina fulani, ama uende ingine, lakini umake sure umebeba silaha zote za baba yetu wa mbinguni. So kwa kuacha dhambi na kuishi maisha matakatifu. Sasa ni wakati wa kung'ang'ania kuishi maisha matakatifu, ili shetani na wafuasi wake, kwa maana wako na hasira sana na wanajua wao wamelaaniwa na baba yetu wa mbinguni. Utakaposoma kitabu cha 2 Peter chapter 2, ukisoma chapter 2 kuanzia verse 1, 2 Peter chapter 2 verse 1 ukisoma mpaka 22 yote, hapo ndio utaweza kupata siri hizi za manabii hawa wa uongo. Mimi huwa naongozwa na Roho Mtakatifu, kwa maana mimi sijaweza kufundishwa na mtu yoyote mafundisho haya, bali ni Roho Mtakatifu huwa ananiongoza na kuniongoza katika kila jambo ambalo ninafanya. So kuna hizi siri ambazo baba yetu wa mbinguni aliweza kunifichulia, na yule ambaye hajaweza kuangalia video zangu, naomba ukaweze kutazama video zangu, utazame testimony yangu, mahali vile baba yetu Yesu Kristo amekuwa akinipigania. Kwa maana shetani alijua kilichokuwa ndani yangu na alitaka kuniangamiza tangu nikuwa mdogo. Mpaka sasa hivi napitia majaribu, lakini baba yetu Yesu Kristo nimeweka imani yangu yote kwake, na huwa ananishindania katika kila jaribu ambalo linakuja mbele yangu. So kuna hizi siri ambayo niliweza kutoa katika video yangu ingine. Ujumbe wangu utaweza kupata kwa YouTube, utapata Consolata Ndungwa ama Consolata Ndungwa Francis kwa YouTube, na pia kwa TikTok ni Consolata
Francis 3. Hapo ndio utapata ujumbe zangu. So kuna hii siri ya huduma namba ambayo niliweza kutoa kwa video zangu zingine, siri ya bendera zote za dunia nzima, siri ya makanisa jinsi wanaabudu na kutumikia shetani, siri ya pesa mpya ya Kenya na siri ya coronavirus. Hizo zote ziko katika hiyo video yangu, hizo video zangu ambazo ziko hapo kwa njia ya TikTok. Utakapokutana na video zangu, nitafadhali naomba ukapate kushare. So naomba mzidi kufunguka macho na mkaweze kujitayarisha, kwa maana Baba yetu Yesu Kristo aliweza kunifichulia hizi siri ili nikapate kuwafichulia watu na wakaweze kujua ya kwamba ni nyakati za mwisho na wajiweke tayari siku zote. So naomba ukapate kukua na imani, vile nilitangulia kusema, naomba ukapate kuwa na imani na usikimbie kanisa. Usikimbie kanisa ama uogope shetani. So ukapate kuwa na imani ili hawa watu wasiweze kukuangamiza. So huyo reverend ambao unamwamini, ama pastor ambao unamwamini, ama bishop ambao unamwamini, ama nabii ambao unamwamini ya kwamba huyu ni nabii ambaye anamtumikia Baba yetu wa mbinguni, huyo hawa ndio maadui zetu hasa wakati wa mwisho. Naomba unisikilize vizuri ili ukapate kuelewa. Je, ushawahi jiuliza mbona wamama ndio wengi makanisani? Wamama ndio wengi makanisani. Shetani ametake part moja, ameacha wanaume wapotelee duniani na wamama waende kanisani, kwa maana wamama pia wanakuanga so weak. Na unapoenda katika makanisa ya kishetani, unapoenda katika haya makanisa ya kishetani, sana sana utapata wanaweza ongelelea jambo mbaya, ama huwa wanahubiri kiasi ya kwamba wewe hauwezi kuelewa kile ambacho kinatendeka. Lakini hata kukufukuza wanaume kanisani ni rahisi sana. Unaweza letewa kikwazo cha aina yoyote, wewe mwanaume utoke kanisani. So wamama ambao wako makanisani, naombeeni mkapate kuombea wanaume wenu. Na pia yale ambayo yanatendeka katika makanisa ndio yale ambayo yanatendeka misikitini. So sasa ni wakati wa kunyakua kila mmoja katika moto wa jehanamu ambao ni moto wa milele. Ndio maana vifo haviishi makanisani. Watu wanapoishi maisha mabaya ni rahisi sana kwa hawa watu kuangamiza, kwa maana unajua haki na unajua ukweli, na bado unaenenda na njia ambazo hazimpendezi Baba yetu wa mbinguni. So wanapotaka kutoa kafara zao, ujue wewe ni rahisi sana kutolewa kafara, ama utasikia mtoto amekufa ama mtu wa familia yako amekufa. Ndio maana vifo havikomi makanisani. Na pia umeweza kuwa ukiombewa kwa muda mrefu na unasikia wanaweza sema ya kwamba wewe ndio tunakuombea kwa muda, tumekuombea kwa muda mrefu na wewe ndio hutaki kufungua roho. So hakuna siku shetani ataweza kutoa pepo ndani ya mtu. Watakuwa na kuongezea evil spirit, na mambo yataendelea kuwa worse na worse, na hiyo hali haitawahi kutoka. Utakuwa unaombewa na hakuna siku hiyo hali itaweza kugeuka, kwa maana hawa ni watumishi wa shetani. Na pia hawa watu manabii wa uongo, ama wanawake pia ambaye wanahubiri neno la Baba yetu wa mbinguni, ni rahisi sana kupotosha watu katika kimtindo, mtindo wa mavazi, mtindo wa tabia. Utapata labda pasta wako anavaa trouser na unasema kwa maana yeye ni mtumishi wa Baba yetu wa mbinguni, acha na mimi ni muigizi. Ama labda anabandika, ukiangalia yeye amebandika ameweka makucha, amebandika kope, amepaka lipstick, yani kila kitu kwake ni fake, na wewe unamuigiza. So tuangalie ya kwamba utakatifu wetu utoke kutoka kwa mavazi na mpaka rohoni. Huu ndio utakatifu, ili ukaweze kuvutia wale wengine ambao hawajaokoka na wakaweze kuokoka. So utapata mwanamke anaonesha uchi, na labda kuna mwanaume ambaye ameenda pale kanisani. Utapata amepita kutoka kiti cha nyuma anaenda katika kiti cha mbele, na hao mapasta wako hapo na hawezi kukemea dhambi. So ujue hao ni manabii wa uongo. Unaweza ona labda wamevalia tai, wamevaa suti, unafikiria kwamba wamejawa na Roho Mtakatifu, lakini hao ni empty vessels, hawana roho ndani yao. So naombeni mkapate kuwatambua na mkavae silaha zote za Baba yetu wa mbinguni, ili wasiweze kuangamiza,
kwa maana wako na hasira na wako na hasira nyingi. So put God's armor. Tukiangalia Ephesians chapter 6 verse 13 mpaka 20. Ephesians chapter 6 verse 13 mpaka 20 inasema, so put on God's armor now, then when the evil day comes, you will be able to resist the enemy's attacks, and after fighting to the end, you will still hold your ground. Tafsiri ya Kiswahili inasema kwa sababu hiyo twaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kushindana siku ya uovu, na mkiisha kuyatimiza yote kusimama. So stand ready with the truth as a belt tight around your waist, with righteousness as your breastplate. Basi simameni hali mmejifunga kweli viunoni na kuvaa dirii ya haki kifuani. And as your shoes, the readiness to announce the good news of peace. Kiswahili inasema na kufungiwa miguu utayari tupatao kwa injili ya amani. So verse 16 inasema, at all times carry faith as a shield, for with it you will be able to put out all the burning arrows shot by the evil one. Verse 17 inasema, and accept salvation as a helmet and the word of God as the sword which the Spirit gives you. Tena ipokeeni chapeo ya wokovu na upanga wa Roho ambao ni neno la Mungu. Verse 18 inasema, do all this in prayer, asking for God's help. Pray on every occasion as the Spirit leads. For this reason, keep alert and never give up. Pray always for all God's people. Kwa sala zote na maombi, mkisali kila wakati katika Roho, mkikesha kwa jambo hilo na kudumu katika kuombea watakatifu wote. And pray also for me, that God will give me a message when I am ready to speak, so that I may speak boldly and make known the gospel's secret. Pia na kwa ajili yangu mimi nipewe usemi kwa kufumbua kinywa changu, ili nihubiri kwa ujasiri ile siri ya Injili. Verse 20 inasema, for the sake of the gospel I am an ambassador, though now I am in prison. Pray that I may speak boldly and make known the gospel's secret. Ambayo kwa ajili yake mimi ni mjumbe katika minyororo, hata nipate ujasiri katika huyo kunena jinsi inipasavyo kunena. So hata mimi pia mkaweze kuniombea, kwa maana pia napitia majaribu, lakini namshukuru Baba yetu Yesu Kristo, na ataweza kunishindania na kila jaribu ambalo linakuja mbele yangu. So tukiangalia 1 Corinthians chapter 2 verse 13 mpaka 14 inasema, so then we do not speak in words taught by human wisdom, but in words taught by the Spirit, as we explain spiritual truth to those who have the Spirit. Nayo twayanena si kwa maneno yanayofundishwa kwa hekima ya kibinadamu, bali yanafundishwa na Roho, tukiyafasiri mambo ya rohoni kwa maneno ya rohoni. So verse 14 inasema, whoever does not have the Spirit cannot receive the gifts that come from God's Spirit. Such a person really does not understand them and seem to be nonsense, because their value can be judged only on spiritual basis. Basi mwanadamu wa tabia ya asili hayapokei mambo ya Roho wa Mungu, maana kwake huyo ni upuzi, wala hawezi kuyafahamu kwa kuwa yatambulikana kwa jinsi ya rohoni. So wale ambao wamejazwa na Roho Mtakatifu wataweza kuelewa kile ambacho ninakizungumzia siku ya leo. So ili kutambua kanisa lako kama ni la kuabudu shetani, kwanza utakapofika katika kanisa ama jengo lolote ama
katika jengo la kanisa kumechorwa ndege